Yes, ebane, mambo vipi? Mimi naitwa Bilo na hii ni Top Media. Au sio? Kwa YouTube channel unaweza ukaandika Top Media 255 na ukaenjoy mengi ambayo sisi tunafanya huko ndani. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya subscription. Bonyeza hiyo kitu hapo ndani. Wewe ni miongoni mwa vijana ambao wanapata taarifa mapema kabisa, au sio? Na unaenjoy mengi ambayo tunayafanya huko ndani. Ukimwangalia huyu hapa kocha wa Yanga ambaye kwa sasa ndio kocha mkuu wa Yanga, Amorim. Unadhani una nafasi ya kumlaumu katika zile mechi ambazo Yanga hawajafanya vizuri? Kwa mimi, maoni yangu, mimi nina nafasi ya kumlaumu huyu jamaa. Naweza nikamlaumu kwa namna moja au nyingine. Especially katika mechi ambayo Yanga wamecheza na Azam, mechi ambayo ni ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Ukiangalia Yanga ambavyo walivyokuwa wanacheza, ni kama kulikuwa hakuna mpango mkakati maalum kutoka katika benchi la ufundi. Yanga walikuwa wanacheza tu kutumia uwezo wao binafsi, au sio? Ukiangalia Yanga katika nyakati mbili, namna ambavyo wanacheza katika nyakati mbili, nyakati ambazo wanashambulia na nyakati ambazo wanashambuliwa. Unajua, ili upate timu iko bora katika mechi husika, angalia nyakati mbili. Wakishambulia wanashambulia katika mfumo gani, na wakiwa wao wanashambuliwa wanazuia katika mfumo gani. Unawapata Yanga walikuwa bora kidogo wakiwa wanashambulia, wana attack vizuri, wanafika kwenye box la Azam, ni vile wanakosa kuwa clinical enough na kufunga magoli. Mtu kama Max kakosa magoli. Lakini ukiangalia namna ambavyo wao wakiwa wanashambulia wanakuwa katika mfumo gani wakati wa kujilinda, huwaoni. Yaani unaona kama vile kila mtu hayupo katika nafasi yake katika unajua, timu ikiwa inashambulia kuna namna inageuka automatically, inakuwa katika mfumo fulani mzuri wa kuzuia. Sasa Yanga walikuwa katika mfumo mbovu wa kuzuia, wala hauoni systematic, waoni Yanga wamekaa katika mfumo gani wa kujilinda. Ndio maana ulikuwa unaona ni rahisi tu Yanga wanafungua magoli, wanaruhusu magoli. Kwa hiyo kocha na huo mpango unakuwa unatoka katika benchi la ufundi. Katika benchi la ufundi la Yanga, kocha mkuu akiwa huyu Amorim alikuwa hana mpango maalum kabisa Yanga wanajidefend vipi. Na hata akiwa na attack kidogo walikuwa wanaonyesha mfumo mzuri, na mfumo wao mzuri katika kwa attack ulikuwa unatengenezwa na wachezaji wenyewe tu automatic. Wakina Pacome wanakimbia, wana run, wakina Max Nzengeli. Hakuna systematic kiufundi Yanga walikuwa wanacheza mfumo gani. Uone, au sio? Hata substitution sio za kiufundi. Kwa hiyo kocha huyu aliyopo huyu hii timu inamzidia. Kuna baadhi ya watu wanasema Yanga wachezaji wamechoka, wamekaa misimu kadhaa pale, wanatakiwa kufanywa mabadiliko, lakini mimi nadhani Yanga ni timu kubwa. Kocha huyu timu inampalia, timu inamzidia, na nina wasiwasi mechi inayokuja siku ya Jumatano, mechi ya ligi kati ya Azam FC au waweza kusema Young Africa dhidi ya Azam, mechi ambayo watacheza Yanga na Azam ya ligi, na wasiwasi Yanga wanaweza kupata matokeo mabaya tena, kwa sababu huyu kocha, hii timu inamzidia. Yaani hii timu inampalia kabisa. Wachezaji wanajituma kwa uwezo wao, lakini mpango maalum kutoka katika benchi la ufundi kwamba tunaingia na mfumo huu na tukidefend katika mfumo huu, huoni tactically, huoni kama Amorim ana mbinu kadhaa, hasa mechi ikiwa ngumu kama mechi ya Azam FC dhidi ya Yanga katika mechi ya kombe la shirikisho kule Mwanza. Ukuona mipango ya mwalimu, unaona tu wachezaji wanajitoa kwa uwezo wao wenyewe, na hivyo ndivyo ambavyo vinakuwa. Sasa nadhani katika mechi inayokuja na waona Azam watakuwa na confidence kweli kutokana na ushindi ambao wamepata katika mechi ya nusu finali. Kuelekea mechi hiyo watakuwa na confidence, lakini pia Yanga pia wata lose confidence, kwa sababu unapotoka kufungwa unakuwa kama hujiamini. Lakini pia huyu kocha ndo mtu ambaye mimi naona kama anaweza kusababisha Yanga wakapoteza tena, kwa sababu tactically sio mzuri sana. Timu inamzidia Yanga, wanapasa kutafuta kocha. Tunajua msimu unaelekea mwisho, ndio maana wanamalizia naye, lakini nadhani msimu unaokuja Yanga watatafuta kocha mwingine ambaye anaweza kusimama vizuri katika kikosi hichi, na Yanga wakarudisha fomu yao, wakawa wanafanya vizuri. Yes, bana, mimi naitwa Bilo Baba T aka unaweza kuniita hivyo. Nimeshakusanua kwa YouTube channel, unaweza ukagonga subscription, andika tu Top Media 255 kwa YouTube, utaenjoy mengi ambayo mimi nafanya huko ndani, afu itakuwa unyama sana. Tutakuwa tunaenda sawa katika hizo content za sport kila siku. Yes, you got it.